Badilishwa kutoka wapi? Moja kati ya maswali ambayo tutakayojiuliza, moja, kwa nini jamii ibadilishwe? Kuna haja gani ya kubadilisha? Lakini mbili, swali lingine ni kwamba je, kuna tofauti gani kati ya jamii ambayo imebadilishwa na ambayo haijabadilishwa? Lakini swali lingine tutakayojiuliza katika somo hili juu ya jamii iliyobadilishwa ni kwamba nini kinachobadilisha au jamii inabadilishwaje? Lakini swali lingine ni kwamba ujumbe gani unaoweza kubadilisha jamii? Swali lingine pia tutakayojiuliza katika somo hili ni kwamba tuna nini zawabu au nini matokeo ya jamii iliyobadilishwa? Swali la mwisho ni nini wito wa Mungu katika kanisa juu ya kubadilisha jamii? Bwana asifiwe. Amina. Jamii iliyobadilishwa. Kwa nini jamii ibadilishwe? Kwa nini jamii ibadilishwe? Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1, Biblia inaeleza kwamba Mungu aliumba kila kitu na tazama kila kitu ni chema sana. Kwa hiyo dunia iliumbwa mikononi mwa Mungu ikiwa nzuri. Lakini sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo inaeleza habari ya anguko. Dunia yetu ikaanguka dhambini. Hivyo dunia ikatoka kwenye utukufu na uwepo wa Mungu, ikaingia kwenye ngome ya Ibilisi, ikaingia kwenye uwepo wa Shetani. Hivyo dunia ikabadilishwa, ikaondolewa katika uwepo wa Mungu. Lakini anasema ya kwamba kwa nini dunia hii ibadilishwe? Ni kwa sababu dhambi imeingia duniani. Haleluya. Hivyo nini tofauti ya jamii ambayo imebadilishwa na jamii ambayo haijabadilishwa? Jambo la kwanza, jamii iliyobadilishwa inakuwa na upendo. Haleluya. Inakuwa na nini? Na upendo. Katika kitabu cha Yohana anasema kwamba pendaneni kama vile mimi nilivyowapenda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jamii iliyobadilishwa inakuwa na upendo ndani yake. Kwa kuwa dhambi iliingia duniani, ikasambaratisha, umoja haukuwepo tena, amani ikatoweka. Lakini kupitia Mungu ambaye analeta universe baina ya Kristo na ulimwengu, baina ya Kristo kufa msalabani, na anasema upendo ndio msingi wa ulimwengu. Ndio maana anasema kwamba tulijifunza wiki hii ya kwamba tuwe na upendo, tuwahubiri Wayahudi, tuwahubiri Wabuza, tuwahubiri na wengineo kadhalika. Upendo ndio msingi wa Mungu. Hiyo ndio jamii pekee iliyobadilishwa. Lakini jamii iliyobadilishwa inakuwa inayomjua Mungu. Haleluya. Inayomjua Mungu. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 aya ya 3, Biblia inaeleza, inasema, na uzima milele ndio huna, wakujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Haleluya. Kwa hiyo moja, dunia iliyobadilishwa ni ile inayomjua Mungu wetu wa mbinguni. Ni ile inayomjua Mungu wetu. Hiyo ndiyo jamii pekee iliyobadilishwa. Hilo ni swali namba 2. Nini tofauti ya jamii ambayo imebadilishwa na jamii ambayo haijabadilishwa? Lakini swali namba 3 linaulizwa hapo ni kwamba tunawezaje au jamii inawezaje kubadilishwa? Nini kinachobadilisha jamii? Kitabu cha Yohana sura ya 3 aya ya 16. Kama kuna mtu anaweza kusoma kupitia maiki, kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 aya ya 16. Nini kitakachobadilisha ulimwengu? Ulimwengu uliotoka mikononi mwa Mungu na ulimwengu ambao ulitoka ukiwa ni jema sana. Katika kitabu cha Mwanzo anavyoeleza, tazama kila kitu ni chema sana. Je, kuna mtu amepata? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae Kristo, ili kusudi kila mtu anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kitakachobadilisha ulimwengu ni damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Kitakachobadilisha jamii iliyobadilishwa, kitakachobadilisha jamii kutoka kwenye uwepo au katika ngome ya Shetani na kumwendea Mungu wetu wa mbinguni ni damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ni damu ya Kristo pekee, maana Kristo ni universe, wakati Shetani akiwa ni controversy. Kristo akiwa ni universe, anaunganisha baina ya ulimwengu, baina ya wanadamu na Mungu wetu wa mbinguni ambao walitengwa. Kwa hiyo jamii itabadilishwa kwa kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Katika kitabu kile cha Efeso sura ya 2 aya ya 13. Sijajua maiki nyingine imeenda wapi. Katika kitabu kile cha Efeso sura ya 2 aya ya 13 inaeleza pia nini kitakachobadilisha ulimwengu. Maana kauli mbiu yetu wiki hii inasema jamii iliyobadilishwa. Itabadilishwa kutoka wapi? Moja, nimekueleza dunia iliumbwa vizuri, lakini ikatekwa na ngome ya Ibilisi katika bustani ya Edeni. Itabadilishwa na nini? Moja, kwa damu ya Yesu Kristo. Wa Efeso sura ya 2 aya ya 15. Kitabu kile cha Efeso sura ya 2 aya ya 15.
Efeso sura ya 2 aya 15. Ndio. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Naye akiisha kuondoa ule uadui. Naye akiisha kuondoa ule uadui. Kwa mwili wake. Kwa mwili wake. Ndiyo sheria ya amri. Ndio. Zilizo katika maagizo. Aya 15. Ndio 15 hiyo. Ndio. Ili afanye hao wawili. Ndio. Kuwa mtu mpya. Mmoja ndani ya nafsi yake akafanya amani. Kwa hiyo Kristo alikuja kuupatanisha ulimwengu. Kristo alikuja kuupatanisha ulimwengu. Kwa hiyo jamii itabadilishwa kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Lakini jamii hii ili ibadilishwe, ndio itabadilishwa kwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Haiwezi kubadilishwa ikilala na kuamka tu ikawa imebadilika. Hasha. Kitabu cha Warumi sura ya 10 inaeleza aya ya 15 namna gani dunia hii inaweza kubadilishwa, jamii hii inaweza kubadilishwa. Kitabu cha Warumi sura ya 10 aya ya 15 inaeleza baina vizuri. Ndio. Tena wahubirije wasipopelekwa kama ilivyoandikwa na ni mizuri kama nini miguu yao waihubirio habari ya mema. Haleluya. Kwa hiyo jamii itabadilishwa kwa damu ya Kristo, lakini kwa kuhubiriwa habari njema. Baadaye tutaona nini maana ya injili hapo mbele. Maana wengi tunajua tu habari za injili, lakini hatujui nini maana ya injili. Kwa hiyo jamii itabadilishwa kwa kuhubiriwa. Pamoja ndio damu ya Kristo ipo, pamoja na kwamba Yesu alikufa msalabani, lakini jukumu hili na ameweka mikononi mwangu na mikononi mwako kuambia wengine habari njema. Hapo ndipo jinsi jamii inavyobadilishwa. Kwa hiyo jamii inabadilishwa kwa injili. Haleluya. Na inabadilishwa kwa damu ya Yesu Kristo, maana ndiye aliyekufa kwa ajili yetu na kwa ajili ya ulimwengu mzima. Lakini swali muhimu kabisa ni kwamba ujumbe gani unaobadilisha jamii? Jue kuna agizo na ujumbe ni vitu viwili tofauti. Halo? Kuna agizo na ujumbe. Hilo ninalotoka kulisema ni agizo, sio ujumbe. Yamkini naweza nikamtuma mtoto nenda dukani, hilo ni agizo. Lakini ujumbe ninaompa kaniletee sukari. Kwa hiyo tumepewa agizo, enendeni ulimwenguni. Tuna ujumbe gani? Maana huo ujumbe ndio utakaobadilisha nini? Ulimwengu. Kitabu cha Ufunuo katika ujumbe wa malaika watatu ndio agizo la kanisa la Waadventista wa Sabato kote, ili kusudi kuibadilisha jamii. Tunaposema jamii iliyobadilishwa, haitobadilishwa kwa maneno yetu, haitobadilishwa kukaa kwenye viti, bali kwenye kuambia habari njema. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 aya 6. Mtu mmoja asome kuanzia aya 6 na aya 7 tupate ujumbe wa malaika wa kwanza. Ndio. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Mwenye injili ya milele. Moja ana injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Naye anawahubiri watu wote wanaokaa juu ya nchi. Na kila taifa na kabila na lugha na jamaa zote. Akasema kwa sauti kuu. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni alizifanya mbingu na nchi. Ndio. Na bahari na chemchem za maji. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza ndio miongoni mwa jumbe ambazo kanisa la Waadventista wa Sabato na watu wote wacha Mungu ndio ujumbe walionao, wanaenda nao kwenye ulimwengu. Moja, yule malaika anayeruka katikati ya mbingu, yule mbeba ujumbe ambaye ni mimi na wewe leo. Halo? Yes. Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo anapoonyeshwa habari hizi za malaika anayeruka, inamaanisha ni yule anayebeba nuru na kuambia wengine habari za Yesu. Usitegemee kumuona malaika anapaa kwa ajili ya kutangaza injili. Hasha, bali ni mimi na wewe tuliobeba nuru hii tukiwaambia habari njema. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza ambao kanisa limepewa kubadilisha ulimwengu, umebeba habari ya ibada katika injili. Haleluya. Umebeba masuala ya ibada katika kipengele cha injili. Nini maana injili? Huyu malaika wa kwanza ujumbe wake ni injili ya milele. Moja, ujumbe huu haujaanza wala mwaka 1844 hasha, maana ni ya milele. Wala ujumbe huu haujaanza wakati Yohana anapewa, yeye ni ya milele. Ndio maana ukija kuangalia vizuri habari ya injili ya milele katika bustani ya Edeni, Mungu anasema nami nitaweka uadui kati yako na kati ya uzao wa huyo mwanamke. Kwa hiyo naona injili ilianza muda mrefu, haijaanza saa hiyo wakati inatangazwa. Kwa hiyo yenyewe ni injili ya milele. Ndio maana wakati fulani Biblia inasema msingi wa ukombozi na uliwekwa hata kabla ya misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo injili ya milele ilianza toka zamani.
sio ya hivi karibuni, injili ya milele. Injili ya milele ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Imani Bwana asifiwe. Amina. Yesu, injili ya milele ni Yesu Kristo. Tunapopeleka habari njema ili kusudi jamii ibadilishwe, tunamtangaza Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Amen. Hiyo ndio injili ya milele. Sasa katika injili ya milele ina vipengele 6. Kwenye injili ya milele, malaika wa kwanza akibeba habari ya injili ya milele anabeba vipengele 6 vinavyokamilisha habari ya injili ya milele. Moja, kuzaliwa kwa Yesu. Haleluya. Maana anasema yeye ni Emmanuel, na Mungu pamoja nasi, na hiyo inabeba habari za injili ya milele, kipengele cha kwanza. Maana utaona kwamba Mungu alikuwa mbinguni na akajihusisha na mwanadamu ili kusudi amkomboe. Kwa hiyo nazungumzia habari za kuzaliwa kwa Masihi. Hiyo nayo ni sehemu ya injili ya milele katika kipengele namba 1. Lakini kipengele namba 2 katika ujumbe huu wa malaika wa kwanza ni maisha ya Kristo. Hello. Yesu aliishi duniani, hakutenda dhambi. Yeye ni kielelezo chetu. Alibatizwa, alipokasirishwa alitulia, alipotemewa mate alikuwa mnyenyekevu. Maisha ya Kristo, ndiyo maana tunasema Kristo ni kielelezo chetu. Maana yeye aliishi katika ulimwengu huu pasipo kutenda dhambi, na kila alichofanyiwa alikuwa mnyenyekevu. Kwa habari ya injili ya milele pia inagusa maisha ya Kristo. Lakini injili ya milele kipengele cha 3 inazungumzia habari ya kifo cha Yesu. Kifo pale msalabani kwa ajili ya mimi na wewe, ili kusudi tuweze kuokolewa. Haleluya. Biblia inaeleza, nasema alipokufa majira ya saa 9 mchana, pazia la hekalu likapasuka, dunia ikatiwa giza. Akifa pale msalabani kusudi amkomboe mwanadamu. Hiyo ni habari ya injili ya milele katika kipengele cha 3. Lakini kipengele cha 4 anagusa habari ya ufufuo wa Kristo. Haleluya. Mtetezi wetu yu hai, hayuko kaburini tena, maana yeye ndo alikuwa na uwezo wa kutoa uhai wake. Kwa hiyo yu hai tena na ametoka na amepaa kwenda mbinguni. Haleluya. Kipengele cha 5 katika habari ya injili ya milele ni habari ya huduma ya Kristo patakatifu mbinguni. Sababu na kwamba Mungu alitukomboa, habari ya injili ya milele inabeba na huduma ya Kristo akituombea. Ndio maana anasema ombeni kwa lolote kwa jina langu nami nitawapatia. Inagusa habari ya malaika wa kwanza katika kipengele cha huduma ya Kristo patakatifu. Kipengele cha mwisho kinachobeba injili ya milele ni kurudi kwa Yesu mara ya pili. Haleluya. Rudi kwa Yesu mara ya pili, na anasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona. Hizo ndizo habari ambazo zitakazobadilisha jamii. Haleluya. Watu wataacha dhambi na watamwendea Kristo kama Bwana na mkombozi wa maisha yao. Ndio maana anasema injili ya milele. Huo ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Lakini ujumbe wa malaika wa pili katika aya 8 pekee yake inaeleza hapo. Ndio aya 8. Aya 8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote, vinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa pili unaambatana na ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe huu hauwezi kuja ikiwa ujumbe wa malaika wa kwanza haupo. No. Ujumbe huu unatangaza mara baada ya injili ya milele kutangulia. Malaika wa pili au wajumbe wa pili wanatangaza habari ya kuanguka kwa Babeli. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11 kuanzia aya ya kwanza na kuendelea, anataja kwa mara ya kwanza Babeli inatajwa pale. Babeli wakati ule mji wanatengeneza mnara ili kusudi wafike mbinguni. Biblia inasema ya kwamba walipokuwa wanatengeneza ule mnara, baadaye Mungu akashuka kuharibia usemi. Hapo ndipo jina likaitwa nini? Kwa mara ya kwanza kwenye Biblia na katika ulimwengu huu, ndio maana jina kwa mara ya kwanza linaitwa Babeli. Kwa hiyo Babeli maana yake ni machafuko. Ni machafuko. Lakini Babeli mara ya pili ikatajwa katika Danieli, katika habari za mji huu wa Babeli ukijengwa na mfalme Nebukadneza. Na huu ukaja kubomolewa na Umedi na Uajemi. Ila ule wa kwanza ulibomolewa na Mungu mwenyewe akiwaharibia usemi. Na huu wa pili unakuja kutekwa na Umedi na Uajemi chini ya mfalme Dario.
Lakini Babeli mara 3 inatajwa. Petro akiandika akiwa pale Rumi anasema ikiwa katika Babeli, saa hiyo Babeli haipo, ila anamaanisha Babeli ya machafuko. Lakini Babeli pia inakuja kutajwa katika kitabu hicho cha ujumbe na sehemu zingine kadhalika, lakini inakuja kutaja umeanguka, umeanguka ewe Babeli. Kwa Babeli ni machafuko. Machafuko yapi? Kupata muda wako soma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17, inaeleza hapo mwanamke akishika kikombe cha dhahabu na akilevya mataifa yote. Kwa hiyo Babeli ni mafundisho yote ambayo hayatokani na neno la nani? Halo? Yes. Ujumbe wa malaika wa pili anaonya, anasema ya kwamba Babeli umeanguka, maana Kristo alikuja kufa ili kusudi kusimika neno lake. Haleluya! Kwa sababu ya kifo cha injili ya milele, hakika Babeli ameanguka. Kwa hiyo Mungu anachotaka kwenye ujumbe wa malaika wa pili tuwaambie jamii, ili jamii ibadilishwe, iache mafundisho ya nini? Kanisa tupo. Ujumbe wa malaika wa pili ili kusudi jamii iweze kubadilishwa, waache mafundisho yote ya uongo, warejee kwenye neno la Mungu, maana hayo yote yameanguka. Hata wakishikamana, ipo siku tu wataanguka. Heri wakaachana mapema, kwa sababu wataanguka. Ujumbe wa malaika watatu katika kitabu hicho cha Ufunuo sura ya 14 aya 9 hadi 11. Na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu. Anasemaje? Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, ndio, na katika mkono wake, ndio, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, ndio, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za Mwana-Kondoo. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu unatoa onyo kwa watakaopokea alama ya nini? Halo? Yes. Alama ya mnyama ni ibada ya sanamu. Bwana asifiwe. Amina. Ni ibada ya nini? Ya sanamu. Biblia inaeleza hawa watu watapokea kwa mfumo mwili. Moja, mfumo wa kipaji cha nini? Tuko pamoja. 2, kwa mkono wa nini? Sasa kipaji cha uso ni nini? Ni ushawishi. Halo? Yes. Watapokea alama ya mnyama kwa kushawishiwa. Kipaji cha uso kinamaanisha akili iliyokaa mbele inayofanya maamuzi. Watu wanashawishiwa wenyewe kuabudu siku ambayo tofauti na ya nani? Na ya Mungu. Wanashawishiwa kufanya ambayo hayatokani na nani? Kwa hiari yao na wanayafanya. Lakini mkono wa kuume anaposema kwamba atapokea alama hiyo ni kwa kushinikizwa na taasisi, pia na serikali na mamlaka mbalimbali. Saa itafika itatangazwa, na ole wake asipokubali kupitia mkono wenye nguvu wa kuume. Ni mamlaka mbalimbali zitaleta hukumu juu ya ambao hawajapokea alama nini? Ya mnyama. Hapo ndipo utaona itatangazwa, na yeyote asiyekubali aidha hukumu ya kufa ama kitakavyokuwa. Hiyo ndio ambao Mungu anatamani tuonye watu. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 aya 4 anasema, tokeni kwake enyi watu, ili msishiriki dhambi. Jamii itabadilishwa kwa kuambia ujumbe wa malaika wangapi? Huo ndio ujumbe tulio nao, na ujumbe pekee unaoweza kubadilisha jamii. Nini matokeo ya jamii iliyobadilishwa? Kitabu ambacho tulikuwa tunasoma Ufunuo sura ya 21 aya ya 2 na ile aya ya 3, tunapokwenda kumalizia kitabu kile cha Ufunuo sura ya 21 aya ya 2 na aya ya 3. Nini matokeo ya jamii iliyobadilishwa kutoka kwa ngome ya Ibilisi hadi kwenda kwenye uwepo wa Mungu? Nini matokeo ya jamii iliyobadilishwa? Ufunuo 21 aya ya 2 hadi ya 3. Nami nikauona ule mji Yerusalemu mpya mara baada ya jamii kubadilishwa. Haleluya. Amen. Ndio. Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari kama bibi harusi ndio aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Ndio. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake,
naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti itakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu yatakuwepo tena, kwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Bwana asifiwe. Matokeo ya jamii iliyobadilishwa, Mungu atafanya maskani na watu wake. Haleluya. Mungu ndio maana anatoa wito wa pekee jioni na mchana wa leo kwamba tujitoe kubadilisha jamii. Maana watasikiaje kama asipohubiriwa? Maana watasikiaje kama tusipokwenda ili kusudi tu tuibadilishe jamii? Lazima tuambie habari za malaika watatu, lazima tuambie habari za Injili, na maana Kristo atakuja na Yerusalemu mpya itashuka kama matokeo ya jamii iliyobadilishwa. Ndio maana katika kitabu kile cha Mathayo sura 24 aya 14 anasema tena, habari njema ya ufalme itabiriwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda. Kwa nini? Hapo ndipo ule mwisho utakapofanyaje? Kumbe mwisho hauji kwa kuabudu. Halo? Mwisho hauji kwa kusaidiana. Hata wale watu wanaosubiri na wanaona magonjwa na wanaona vita, wanadhani labda Yesu anakuja, bado mpaka habari njema ihubiriwe ulimwenguni. Kuna watu ambao bado hawajabadilishwa na Kristo, na tumekaa tunasubiri Yesu aje. Ameshatoa ishara ya mwisho mpaka habari njema ihubiriwe ulimwenguni. Jamii iliyobadilishwa, Mungu anatoa wito wa pekee mchana wa leo. Ni wangapi wanaotamani Bwana watumie watakaposikia sauti ya Mungu ya kubadilisha jamii? Wawe tayari. Ikiwa ndio ombi lako, unaweza ukasimama unasema, Bwana nisaidie saa itakapofika ukinihitaji kusudi nibadilishe jamii kwa kuambia habari njema, niko tayari. Unaweza ukasimama. Mungu akubariki sana unaposimama ili kusudi kutumika kubadilisha jamii yako. Mambo mengi tuliyojifunza, lakini Mungu